Papa Francis yuko ICU kule Italia, yani yuko ICU, anapigania maisha, anapigania uhai, hataki kwenda mbinguni hata kidogo, anataka kurudi huku duniani aishi ya maisha, alafu sisi ndio tutake kwenda huko mbinguni. Nyinyi si mnatutapeli tu, yani mbinguni hakupo, kwa sababu ye mwenyewe kiongozi mkuu wa dini angeng'ang'ania kwenda mbinguni, lakini hataki, yuko ICU, alafu sisi ndio tupende kwenda huko mbinguni sisi ndio tupende kwenda huko mbinguni. Nyinyi waumini wa dini mnadanganywa. Kifo ni yetu sisi sote. Baba yangu, nataka nikwambie, kifo ni yetu sisi sote. Na hiyo tu ndo njia yetu sisi sote ya kuweza kumfikia Mwenyezi Mungu. Mbinguni hakuna mtu ambaye atapanda ndege, hakuna mtu ambaye atasafiri kwa meli, hakuna mtu ambaye atasafiri kwa gari wala pikipiki. Ukitaka kufika kwa Baba mbinguni, lazima sisi sote tufunge macho. Hiyo ndiyo njia yetu sisi sote ya kumfikia Mwenyezi Mungu. Sijisikii vizuri ukidhulumu mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Kama alikukosea mahali, naomba umsamehe. Na kifo ni njia yetu sisi sote ya kumfikia Mwenyezi Mungu. Isitoshe, maandiko inasema kwamba sisi sote ni marehemu watarajiwa. Na sisi sote ni wapita njia humu duniani. Mimi na wewe ni wageni tu. Sisi ni wapita njia. Twende nikupeleke katika maandiko. Kitabu cha Yeremia mlango wa 17 mstari wa 14. Inasema kwamba madaktari hutibu na Mwenyezi Mungu huponya. Ni sawa, hatukatai. Mwenyezi Mungu atamponya baada ya madaktari kumtibu yeye. Unanisikia vizuri? Mwenyezi Mungu atamponya baada ya madaktari kumtibu yeye. Sasa hivi, zaidi ya wote, Mungu akipanga, akitaka kumchukua, ni kwa mapenzi yake. Pia sisi kama wanadamu tunajaribu kupigania maisha yake na kumuonyesha upendo kama wanadamu, kama familia. Isitoshe, wewe saizi, Clemence Mwandambo, mke wako akigonjeka, hutampeleka hospitalini? Cha kwanza utampeleka hospitalini kuonyesha kwanza upendo wa dhati kwake. Bado unahitaji kumwona akiwa hai, akiwa mzima, kwa sababu anafunika pengo kubwa sana katika maisha yako. Bado utamuhitaji kwa kumpeleka hospitalini ili aweze kupokea huduma, ili aweze kuhudumiwa, aweze kutibiwa. Sio kwamba hatuhitaji, tunataka akufe aende mbinguni. Hapana. Tunajaribu kumwonyesha upendo wa dhati kwamba bado tunamuhitaji. Lakini kuna uwezekano kwamba Roho Mtakatifu ameshamuonyesha kwamba kifo yake imekaribia, imewadia. Hataweza kutuambia kwamba muache kunipeleka hospitalini kwa sababu kifo yangu imefika. Hapana. Atakuwa anavunja mioyo. Hata mke wako atakuwa anakuvunja moyo wako. Ni vyema mpeleke hospitalini, muonyeshe upendo wa dhati kwamba bado mnahitaji yeye aishi. Bado unahitaji kuona uso wake. Mnapigania afya yake. Sio kwamba tumwache afariki. Hapana, upendo wetu iko wapi? Umoja wetu kama Wakristo iko wapi sasa hapo? Iko wapi? Mwenyezi Mungu mwenyewe akipanga kumchukua mtumishi wake Papa, basi tunamwombea amchukue. Tunamwombea afike salama. Kwa sababu kifo ni njia yetu sisi sote ya kwenda kwa Baba. Sio kwamba maandiko inasema kwamba Mwenyezi Mungu sikio lake sio nzito sana lisipate kusikia maombi yetu. Macho yake sio kipofu asipate kutuona, wala mkono wake sio fupi sana isipate kuguza mtumishi wake. Mwenyezi Mungu mwenyewe akitaka kumponya, atatuma malaika mlinzi Mikaeli, Gabriel, aweze kumletea uponyaji, aweze kupona. Lakini kama Mwenyezi Mungu mwenyewe hataki apone, anataka huduma yake ikamilike hapo, basi hatuna budi na Mwenyezi Mungu mwenyewe atamchukua. Tutamkabidhi yeye kwa mapenzi yake ya dhati. Kwa sababu Papa ametumikia Mwenyezi Mungu kwa miaka mingapi? Wewe unamkufuru Mungu. Wewe utafika miaka ambayo Papa amefika? Utafanikiwa kufika hizo miaka yenye yeye amefika? Utafanikiwa? Hujui lolote. Hujui kushoto wala kulia, mashariki wala magharibi. Sisi wanadamu siku moja sisi tutanyauka tu kama nyasi. Mbona sasa unamkufuru Mwenyezi Mungu? Unamfokea Mwenyezi Mungu? Unamtusi? Wewe uliumbwa, bali Mungu hakuumbwa.
Yeye aliumba, lakini yeye Mwenyezi Mungu mwenyewe hakuumbwa. Tumia akili yako vizuri. Sijui ni nani alikuroga. Ni nani alikuroga? Ni nani? Ndugu, peleke katika maandiko matakatifu. Timotheo wa pili mstari wa 4 mlango wa 7. Yeye wakati ambapo atakufa, tutamwimbia mwendo umemaliza, imani umelinda, safiri salama. Na wewe tutakuimbia nini? Wakati wako wa mwisho tutakuimbia vipi? Tutakuimbia nini? Imani utakuwa umeilinda. Mwendo utakuwa ndio umemaliza. Na imani je, utakuwa umeilinda? Yeye tutamwimbia safiri salama papa. Imani umelinda, mwendo umemaliza. Timotheo wa pili 4:7. Mlango wa 4 mstari wa 7. Nenda na kuendelea. Inasema hivyo. Sijui sasa wewe tutasema vipi wewe? Sivi gani utawacha nyuma? Sivi gani wewe utaacha nyuma wewe? Familia yako ajivunie kwamba baba yetu alikuwa ni mtu wa aina hii. Kama sasa hivi unamkufuru Mungu, unapinga Ukristo. Unakashifu, unaharibu na unapotosha Wakristo wenzetu. Wakristo wenzetu, mbona unapotosha na kuangamiza? Mtu ambaye anajaribu kukuza imani yake, unaangamiza imani yake. Tatizo liko wapi papa? Tatizo liko wapi? Babangu, wewe ni babu, wewe ni baba. Tatizo liko wapi? Kama ni laana inakuandama, inama chini. Weka magoti chini, chonga, ambia Mungu akusamehe. Hakuna jambo ambalo linashinda Mwenyezi Mungu. Kwa Mungu kila kitu inawezekana. Cha muhimu bora ukiri na ukubali wewe ni mtenda dhambi, atakusamehe. Kumbuka katika maandiko ule mwanadada aliyetokwa na damu miaka 12. Aliposongea kwa Yesu, watu walisema, Mungu leo anatangamana na nakubali mtu mwenye dhambi kumshikashika. Hapana, haijalishi umetenda mangapi mbele za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Isaya mlango wa kwanza mstari wa 18 amesema, sote njoni kwangu mliolemewa na mzigo, tusemezane kwa pamoja. Haijalishi dhambi zenu ni nyekundu kiasi gani, nitaweza kuwasamehe. Nitaweza kuwaosha muwe weupe zaidi ya theluji. Dhambi gani, kitu gani lisilowezekana mbele za Mwenyezi Mungu? Ni jambo kipi hicho kigumu? Kwa Mungu kila kitu linawezekana. Njoo kwake muombe msamaha kusamehe kuliko kumkufuru Mwenyezi Mungu, kumfokea. Haki, wakati umewadia. Muda imewadia, Climax Mwandambo. Usije ukajuta na kulia. Usije. Ishara mingi zimeonyesha kwamba God is coming soon. Is coming soon. Na kila mtu, maandiko inasema kila mtu atalipwa kulingana na matendo yake. Kulingana na yale uliyotenda. Mungu anaja upesi. Anaja kama mwizi. Anaja na ujira mkononi. Utalipwa kulingana na matendo yako. Vipi wewe utalipwa kwa matendo gani unayotenda? Mema au mabaya? Hayo yenye unatenda hayo ndo utalipwa. Mimi nakuomba, acha kukashifu Ukristo. Acha kukashifu Injili. Wacha watu ambao wamekubali kupokea Yesu Kristo waweze kuokoka na kuhubiri Injili. Maandiko imesema kwamba nendeni kote ulimwenguni mkahubiri Injili kwa wanadamu, kwa viumbe walio hai. Kama viumbe walio hai ambao wako na uhai watakataa kusikia neno langu, nendeni hata mkahubirie nyasi, wanyama, miti, maji itapata kusikia. Maandiko inasema hivyo. Sisi tutazidi kuhubiri Injili kwa watu ambao watakubali kupokea Yesu na kuokoka. Wewe ambaye umeshia, kwa sababu samaki ukunjwa kama angali bado hajafariki. Kama wakati ambapo unatoa kwa maji, hiyo tu wakati ndio samaki ikisha kauka itavunjika. Na mti pia unyoroshwa kama ingali bado ndogo. Haiwezi nyoroshwa kama ishakuwa kubwa kama wewe. Haiwezi nyoroshwa. Na Biblia inasema mtu ambaye anakataa mawaida, anakataa kuelimishwa, huyo ni mpumbavu. So usiwe katika ile kategori ya watu wapumbavu. Kubali wokovu, na kama utaki basi kuokoka na kukubali kufuata Yesu Kristo, wacha kukashifu neno la Mungu. Wacha